wameshika kuku mkononi. Hao mabinti ni pacha, yani ni Kurwa na Doto. Huyu wa mbele anaitwa Kambili, huyu wa nyuma anaitwa Kaima. Kambili anampeleka Kaima kwa mtaalamu, wanaenda kuroga. Sasa Kaima hajazoea kabisa hivi vitu vya kwenda kwa waganga, ila Kambili anamwambia ninamjua huyo mtaalamu huko aliko, wewe ni bora tu twende, kwani unalalamika vitu gani? Dada yake anamwambia lakini mbona kama ni mbali tunatembea, twende, acha kulalamika. Kambili anasisitiza sana, maana anajua huko wanakoelekea. Mara ghafla kuna mazombi yanatokea kwenye mipole huko, yanakuja tu kumeno yamewatoka. Kaima alivyoona akaona toba, ina maana ndio umenileta Kambili nije kufa huku, unaona tunakufa hapa kwa ajili ya hivi, ama dude akitungata sisi itakueje? Kambili akamwambia Kaima, hebu tulia, acha mapepe, tulia hivyo hivyo, mshike kuku wako vizuri, mshike kwa mkono wako wa kushoto, alafu tunazungusha mara 7 kichwani, tunazungusha mara 7. Ilipofika mara ya 7 ulitokea kama moto ukawaunguza mazombi wote, wakalala chini, wakaiacha njia ikiwa wazi, hawa wakapita. Kambili yuko mbele, Kaima yuko nyuma. Yani Kambili anajua nini kinachofanyika, ila Kaima ndo sio mwenyeji wa haya mambo. Kambili mzoefu akafika. Hapa ndo nilipokuwa nakwambia nakuja. Hapa ndo kwa huyo mtaalamu mwenyewe ambaye nataka tuje kufanya mambo yetu. Mbona mtu mwenyewe hayupo, alafu kuna jeneza hapa? Ulipajuaje hapa Kambili? Lakini Kambili anamwambia Kaima, hebu wewe tulia bwana. Kwani unalalamika kitu gani? Unaogopa kitu gani? Wewe tulia, mimi nikuoneshe. Wewe sikiliza. Hapa unaingia mpaka pale, unamweka huyo kuku kwenye jeneza, alafu unatoka. Tayari yani unakuwa tayari maombi yako yameshasikika. Yani wewe unasubiri tu majibu. Ikabidi Kambili aitangulie, Kaima anamfuata tu kwa nyuma. Akaenda akamtia kuku wake juu ya jeneza, na unaye Kaima akamtia kuku wake juu ya jeneza, wakarudi. Kaima ni muoga sana. Mara likatokea giza hapa. Giza lilivyotanda, Kaima akaanza kupiga kelele, jamani tunaomba msaada, tutakufa hapa jamani, Kambili umenileta nije kufia hapa, nani atakayemtizama mtoto wangu? Mtoto wangu atabaki anateseka, nimekuja kufa kwenye mizimu huku, jamani tunaomba msaada. Mtoto wake na Kaima, huyu hapa binti anashtuka na anaona kuna kitu hakiko sawa. Huyu mtoto anaitwa Adaku. Alivyotoka hapo akaanza kumwambia bibi yake, bibi, mama yupo kwenye matatizo, bibi, mama yuko kwenye matatizo, kuna shida inampata mama sasa hivi. Sasa story kuhusu huyu mtoto ni kwamba huyu dogo ana uwezo wa kutabiri kinachokuja, yani anaiona future. Kwa hiyo kama kuna tatizo linatokea, binti kama kuna ujumbe unatumwa kwake, na akisema kitu imo, hiyo imepelekea mpaka bibi anakaona aka katoto kama ni kachawi. Hakapendi kweli, kwa sababu kameshatabiri matatizo kibao hapa kijijini na yakatokea. Kwa hiyo kanaonekana kama kanatumika na mapepo. Kalivyoenda kumwambia bibi kuwa mama yupo kwenye matatizo, bibi akamwambia, wewe umechanganyikiwa, umelogwa, wewe ndio uko kwenye matatizo. Watoto wangu mimi hawatapata matatizo yoyote tena, uwe ushetani wako, toa hapa ushetani wako. Nishakwambia usio unaniambia ujinga wako kuhusu ushetani wako. Ni kweli mamao yupo kwenye matatizo, lakini sioni kama ni matatizo, maana wamejileta wenyewe. Mara akatokea mganga kwenye hili jeneza. Mganga alivyokuja, nuru ikaanza kupambazuka, giza likaondoka. Mganga anambwembwa huyo, mnataka kitu gani? Mmekuja, shida yenu ni nini? Hebu elezeni shida iliyowaleta hapa, na wasikiliza mabinti. Ikabidi Kambili aanze, maana Kambili ndo mkali wa hizi mambo. Unajua babu, sisi tumekuja hapa, mimi na huyu pacha yangu, kiukweli hatuolewi, hakuna mwanaume anayetupenda. Mabinti kibao hapa kijijini wameshaolewa na wanaume wenye pesa, wameenda kula maisha mazuri, lakini sisi hakuna mwanaume yote anayetupenda. Tunataka na sisi tupate wanaume wenye pesa, matajiri, mabilionea, na sisi twende vacation, tule raha, tule bata kama wanawake wengine wanavyokula bata. Kaima akagongea msumali, kweli babu, tunaomba utusaidie. Kama mdogo wangu alivyokwisha kusema, hajawahi hata kupata mtoto. Mimi ni singomaza, watu wakija wapendi masingomaza, kwa nipo na komaa tu na mwanangu pale, alafu nataka mwanaume mwenye pesa ambaye atanioa awe na miela, na mimi nisherekee maisha ya dhiki tayari kama nimeshaanza kuyachoka. Babu akasema sawa, nimewasikiliza, lakini nyie mnashindwa kupata wanaume kwa sababu wazazi wenu ndo wanaohusika, baba zenu ndo wanaohusika. Yani kuna maagano walishawahi kuingia huko zamani, hawatakuja kushuhudia ndoa za watoto wao. Kwa hiyo hicho ndo kinachosababisha amuolewe. Kwa kama mnataka, mimi na uwezo wa kuyavunja au maagano, lakini ni lazima baba yenu afe. Kwa kama mko tayari mzee afe, mnapata hao wanaume wenye hela, haichukui muda. Kaima alivyoisikia akasema, we umechanganyikiwa nini? Wewe hiyo haitawezekana. Sasa ina faida gani umuue baba yangu alafu nipate mwanaume mwenye hela? Ni nani atakayefaidi hizo hela? Sasa hawa watoto kuna tofauti hapa. Kaima na baba yake zinaiva sana, lakini huyu Kambili na mama ndo zinaiva. Kaima mtoto wa baba, Kambili mtoto wa mama. Kwa mtoto wa baba akaona hili mbona kama ni sawa, hakuna tatizo. Mtoto wa mama akaona uwezi kumuua kabisa baba. Unamuuaje baba kwa sababu gani? Mimi siko tayari. Leo utatuambia baba, kesho utakuja utatuambia mtu mwingine. Kambili hebu tuondoke. Huyu anataka atuchezee akili zetu.
Kaima nini? Kaima sutulie. Kwani una haraka za nini? Hebu ngoja tuendelee kuongea naye. Tutaangalia kwani wewe wale wazee wanakusaidia kitu gani? Wameshazeeka, ni wakati wao kwanza wa kufa. Sisi ni vijana bado ndio tunatakiwa tupate maisha mazuri. Unakaa unang'ang'ana na wazee. Hebu tulia hapo kwanza, tulia. Babu, unaweza ukatusaidiaje? Tulikuwa tunafikiria uangalie utafanyaje ili utusaidie. Tusaidie wajukuu zako. Akaambiwa hakuna namna yoyote ya kukusaidia zaidi ya namna nilivyokuambia. Kaima akapigwa kimbola, akakata moto ili aache maongezi yaendelee. Kambili akaendelea kuongea na mganga na akamwambia, nisikilize nikwambie, mimi niko tayari. Kama baba alinizaa na akanileta duniani, ameshindwa hata kunilea, ameniacha naendelea kuteseka. Sasa ya nini mimi nikae nimhurumie? Afe tu pote pote, mimi sijali. Wewe niambie nini ninachotakiwa kufanya. Mimi niko tayari. Niko tayari hata sasa hivi. Mimi ninachotaka ni maisha mazuri tu, nile bata maisha nishachanganyikiwa. Wazazi wanatuzaa wanashindwa kutolea kutupa maisha mazuri, alafu tunaendelea kuangalia wamezeeka tuko nao nyumbani. Hiyo haitowezekana. Binti akaambiwa lala hapo, ndugu yako akiamka asijue chochote kilichoendelea. Wa kwanza kuamka kutoka kwenye usingizi ni Kaima ambaye alipigwa kimbola. Alivyoamka akamwamsha na ndugu yake Kambili, hebu amka. Binti anaamka, kwani kuna nini? Mganga ameenda wapi? Nini kilichokuwa kinaendelea? Kampoteza Kaima maboya, kana kwamba hakuna chochote kilichotokea. Wote ni kama wameshindwa masharti, kwa hiyo wanarudi nyumbani na mganga kayeyuka. Sasa huku nyumbani si ndo kuna yule mtoto ambaye anaweza kuiona hatari. Mtoto kaja tena, bibi na babu wamekaa pamoja. Babu, huyu mtoto ni kipenzi cha babu, maana mama yake ndo mtoto wa baba. Kwa huyu ni kipenzi cha babu, bibi ampendi sana huyu mtoto. Bye babu. Babu anashangaa, bye kitu gani? Nimeona babu unakufa. Babu, ushindwa kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu mimi siwezi kufa. Ndio babu, nimeona unakufa na muda si mrefu na kuona kabisa tukikuzika unafukiwa kaburini. Bibi akanyosha kidole, utakufa wewe mtoto mchawi wewe. Unakufa wewe, mimi mume wangu hawezi akafa. Haikuchukua sekunde, babu akaanza kukabwa, kadondoka chini. Sekunde hizo babu kafa hapo. Bibi alimaindi kinoma, akaanza kumpiga huyu mtoto. Umeniulia mume wangu, pumbavu wewe. Unakufa na wewe hauwezi kukuacha ukaishi. Wewe ni muuaji kabisa. Umeniulia mume wangu afu unaendelea kubaki hapo, unafanya kitu gani? Hawa wanarudi kutoka huko kwa mganga walipokuwa wameenda. Wanafika nyumbani, kuna msiba. Mtoto wake amefungwa kamba pale na bibi yake, eti amemuua babu yake. Nini kimetokea mama? Mume wangu amekufa. Mtoto wako ndo ameongea tu na mume wangu akafa. Kambili akapamba moto, kweli baba amekufa. Haraka mpaka ndani. Alivyofika kuangalia, kweli baba yake amekufa kama alivyokubaliana na mganga. Kaima anakuja ndani, mzee amekufa. Sasa imekuwaje? Mbona masharti alitushinda pale? Kwa nini mzee amekufa? Ngoma ilikuwa ni ngumu sana. Kambili akaja kuruka na mtoto wa Kaima. Wewe umemuua babangu, pumbavu wewe. Uchawi wako umemfanyia babangu, uchawi amekufa. We, Kaima alichukua panga akaja nayo, akamwambia nitakukata vipanga. Usitaki kunifanya mimi kama chizi. Mimi ni chizi. Unataka kujifanya mwanangu mimi amemuua baba, amemuua kwa sababu gani? Ana sababu gani za kumuua baba? Wewe sikia, kaa mbali na mtoto wangu. Walileteana noma kinoma, kama vipi ndugu ufe hapa. Hatuwezi kukaa tunamlea mtu ambaye amemuua baba yetu afu tuko naye hapa. Tunamchekea muda wote, tunacheka naye wakati tunaona mtoto ni mchawi kabisa, mshirikina. Wachawi nyie wakubwa. Hili muuma sana huyu mtoto. Akaona huu uwezo alionipa Mwenyezi Mungu, mbona unanitesa? Naonekana kama nimeua wakati mimi nilitumika tu kuleta ujumbe. Kwa nini nionekane kama mimi ndo nimemuua babu? Mama akaja kumbembeleza mtoto wake na kumwambia, hiki ni kipawa tu ulipewa na Mwenyezi Mungu. Hauna sababu yoyote ya kujilaumu. Hauna sababu yoyote ya kujikatia tamaa. Mwache Mungu afanye kazi, maana Mungu ndo anayefanya kazi ndani yako. Sasa kumekucha, ni siku 2 tu baada ya kumzika baba yao. Kuna mwamba anakuja hapa, ni bilionea. Kaipaki ndinga ya maana, kashuka. Hawamjui wala hawajui, lakini alivyomuona tu yule Kambili, akamkimbilia, mpenzi wangu, ulikuwa wapi? Nimekuzunguka kukutafuta dunia nzima. Kila sehemu nazunguka na kutafuta wewe, kumbe umejificha hapa na usemi. Kwa nini umenitesa hivi? Muda si mrefu inakuja tena ndinga nyingine. Kinashuka chuma kingine tena. Kinamwambia, wewe kijana, hebu kaa mbali na mke wangu kijana, nitakuwa nikuumize. Mimi nahangaika namtafuta huyu mwanamke wewe uko naye hapa. Toka. Bwana wewe, watu wakaanza kupigana hapa. Wanamgombania Kambili. Wote ni mabilionea. Wanamtaka huyu mwanamke wamuoe, kila mtu anataka muoe, ni mpenzi wake, alikuwa akimsubiri. Kila mtu ni mpenzi wake, alikuwa akimtafuta. Sasa hapa Kambili akawavuta mpaka pembeni, akawapigisha magoti yote. Dawa za mganga zinafanya kazi. Alivyopigisha magoti akauliza, hebu niambieni, kwanza mna utajiri wa kiasi gani kila mmoja? Mmoja akasema pesa alizonazo kwenye akaunti ukiacha uwekezaji ni kama utajiri fulani hivi wa bilioni 5 naira. Mwingine alivyoulizwa akaonekana yeye ana hela ndogo tu kama milioni kadhaa hivi. Akaambiwa, wewe mpumbavu wewe, hauwezi ukakaa hapa ukakaa unabishana na mwanaume mwenye utajiri wa bilioni 5 afu uko hapa na unanitaka. Kaa mbali na mimi, usije kunisogelea. Hayo yote akiwa anaendelea,
Kaima alikuwa amejibana ukutani anachungulia. Sasa Kaima anaanza kujiuliza, imekuwaje Kambili hao wanaume wenye pesa wanakuja kumgombania miaka yote? Ina maana Kambili alinigeuka akakubaliana na mganga kitu nisichokijua. Kambili, hebu niambie ukweli, ni nini ambacho ulikifanya nyuma yangu mimi wakati ukiwa pale kwa mganga? Mimi nilivyoanguka kuna makubaliano uliingia na yule mganga, si ndio? Nini mlichokubaliana na mganga? Kwa nini baada ya baba yangu kufa tu hizi siku mbili kuna watu wamekuja hapa wanaume wenye pesa nyingi tena kukugombania kana kwamba wanakujua walikuacha hapa watakuja kukuchukua wakati hata we mwenyewe hauwafahamu? Nini kinachoendelea? Kambili akamgeukia Kaima na akaanza kumwambia, wewe una jealous na kuona pacha yangu lo mbaya ndio inayokutawala. Kwa hiyo unaumia. Mimi nafuatwa na wanaume kwa sababu mimi ni mzuri. Nimezaliwa kwa ajili ya burudani. Mimi ni mwanamke ambaye kila mwanaume akiniona anatikisika. Leo hiyo wakati mpaka tulienda kwa mganga hakuna mwanaume anayetuona. Leo ndo wanaume wakikuona wanatikisika. Ni vyema ukaniambia kabla sijakuonesha uchizi. Nionyeshe wewe uchizi wako. Mimi ninapendwa. Inakuuma, inakuumiza. Umeshaanza kuwa na jealous, una wivu. Haikuchukua muda. Mwanaume aliyepata nafasi ya kumchukua huyu mwanamke tayari ameshamuoa, ni mkewe na anaondoka naye. Mama anavomuaga binti yake anavoondoka, ni anamuaga huku akimpiga majungu pacha mwenzie ambaye kilikuwa ni kipenzi cha baba na baba ameshakufa. Maana huyu anayeolewa ni kipenzi cha mama. Wamebaki pale na watoto wao wachawi. Hakuna atakayeoa mtu aloza kitoto kichawi. Yupo hapa anazalishwa tu hapa nyumbani, hata kupata mume imekuwa ni ngumu. Ataendelea kuchina hapa. Unaona pachako yule pale, watu na riziki zao wanaondoka. Wewe unazaa tu vitoto vichawi, unakaa mnavikumbatia hapa, mnaniulia mume wangu, mnataka nibaki mjane. Mama analia tu na mtoto wake, maana anajua anayehusika na kifo cha babao ni yule ambaye leo mama anamshadadia na kumuona yeye ndo noma. Mwamba alivyomfikisha tu mke wake nyumbani, hakutaka kuchelewa. Mwanasheria yuko wapi? Naomba mke wangu umwandikishe kila kitu nachomiliki kiandiko kwa jina lake. Hiyo tayari ikawa imepeta. Mwanamke nguvu ya madawa inafanya kazi vibaya mno. Yaani analoga vibaya mno, yule mganga sio poa, ni noma. Huyu binti anajisikia vibaya kwa sababu anatuhumiwa. Anaonekana yeye ndo anayefanya kila matatizo yanayotokea. Anachukua kisu anataka kujiua. Mama anamwambia, hapana mwanangu, hauna sababu ya kufanya hivyo. Kwa nini ufanye hivyo? Hii ni karama Mungu amekupa. Hakuna sababu yoyote unataka kujiua na kujidhuru kwa sababu ya nini? Hebu tuendelee na hii bato. Mungu anajua nini mwisho wetu, lakini lipo fungu letu. Huyu binti anasumbuliwa na matatizo ya pumu. Leo pumu imembana. Ilivyombana binti anataka kufa. Yaani anahaha na hema kwa shida. Mama amechukua kile kivutia pumzi, kufika hapo baba akifanyi kazi, yaani dawa imeisha haimo. Akaja kumwambia mama yake, najua mama una pesa. Umetoka kupewa pesa hizi siku mbili. Naomba unisaidie. Nipe pesa nikamnunulie mtoto wangu dawa. Mama anaela kibao anahesabu, lakini akamwambia muache afe pale. Kama alivyoniulia mume wangu, na yeye acha afe. Hataki kumsaidia mjukuu wake. Anahesabu pesa huko, anamwangalia, anasema utakufa nikikutizama kama mume wangu alivyokufa nikimtizama. Sasa mwamba aliyemuoa yule binti akiwa amelala naye, yani mwamba aliyemuoa Kambili, ghafla kama uchawi ukamtoka. Mwamba anashtuka, ni usiku. Huyu ni nani niliyelala naye? Mbona simjui? Mambo si alikuwa ni mazingaombwe? Kama huyu mwanamke kimazingaombwe. Sasa uchawi umeisha leo, kazi ipo. Mwamba anashtuka, wewe ni nani umelala kitandani kwangu? Nani? Habibi, kwani unijui? Mimi si ni mke wako. Mke wangu kitu gani? Hebu toka kitandani kwangu. Wewe ulitokea wapi? Mke wangu kitu gani? Mimi sina mke kama wewe. Hebu toka. Baby bwana, mimi nalala. Piga makofi, toka kitandani kwangu. Nakwambia utoke kitandani kwangu, toka. Binti alipigwa makofi akakimbia, akaona utakuja uniue mume wangu, unanifukuza tena kutoka kitandani. Mume wapi? Mimi sijai kumooa mtu yoyote. Ni nguvu za madawa zimepungua. Binti anafika sitting room, anamkuta mganga wake yuko hapa. Nini tena? Imetokea nini babu? Mbona tena nafukuzwa na pigo? Nini kimetokea? Nimekosea nini? Masharti gani niliyokosea? Mganga anamwambia, huyu mwanaume aliyokuoa na nguvu kubwa sana. Nguvu yake ndio inayosababisha mpaka nguvu yetu inakuwa ndogo. Kwa cha kufanya hapa, hebu chukua huu mkufu. Huu mkufu uvae, utakusaidia kwa huu usiku. Kesho asubuhi nifate kilingeni na mapema. Bila hivyo huu mchongo kwako utakuwa ni mgumu, utachemka. Binti alivyovaa huo mkufu, alivyokutana na yule mwanaume, kuna mionzi kampiga kimbola yule mwanaume wake. Mwanaume akapiga magoti, alikuwa anamtafuta endelee kumpiga, mara akapiga magoti akaanza kumuomba msamaha. Nisamee mke wangu, sijui nilipatwa na kitu gani. Kumbe ni wewe mke wangu, kipenzi cha moyo wangu. Nakupenda sana baby.
Mwanamke alimlamba mwamba bonge la kofi, alafu akaondoka akaenda chumbani akamfungia, lala huko sitting room, hauna adabu. Mwanaume anagonga tu mlango, anaomba msamaha, asamehewe kwa sababu hakujua ni nini kilikuwa kimemtokea. Asubuhi mwanaume ameshageuka mfanyakazi humu ndani, yeye ndo atafagia, atafua, atapika, tayari madawa yanamuendesha kwa spidi sana. Huyu mwanamke analoga kimataifa, yani huyu analoga international. Mwamba anasogea hapa, kwa hiyo unasemaje? Una akili timamu? Lakini Mwamba na baby, hapana, nisamee mama. Ndio bosi, unatoka? Ndio bosi, kila kitu nitafanya kama unavyotaka. Sawa, na isije ikatokea tena. Yani Mwamba ni anafokewa kama mtoto mdogo. Ikabidi bidada awai mbio mbio kwenda kwa mganga wake. Asikie mganga anamwambia nini, maana alimwambia isifike asubuhi haujafika. Alivyofika mganga akamwambia nguvu ya mwanaume aliyemuoa ni kubwa sana na hakuna namna yote wanaweza wakaishinda ile nguvu. Ili aweze kuishinda ile nguvu inahitajika kafara ya pili imsaidie. Ni kafara gani? Anatakiwa amdondoshe na mama yake pia. Binti akaona haitawezekana. Mama tena, si ulisema ni baba tu, leo tena unamtaka na mama? Akaambiwa ndio, hakuna option nyingine. Tofauti na hivyo, option iliyobaki ufe wewe. Kwa chagua, ufe wewe au mdondoshe mama. Binti akaona kufa yeye hii itakuwa ni ngumu sana. Wafe wazee, vijana tubaki tunakula maisha. Binti akapewa nguo hapa, afu nguo ikapigwa mionzi, yani ikapigwa kimbola. Akaambiwa hii gauni mpelekee mama yako alivae. Akisha alivaa, imeisha hiyo tayari, hautakuja kuiona shida tena. Basi binti akapanda gari moja kwa moja mpaka kijijini. Anamtafuta mama tu ammalize, maana hana cha kupoteza maisha haya. Wafe wazee, vijana tubaki. Mambo yasije akawa mengi, kuendeshwa na wazee tutakuja kuumizana mjini hapa. Alivyofika kwanza, akaanza kumuingiza mama kwenye mfumo. Unajua mama, mimi ndo mwanao nao kupenda, achana na wale wachawi walokaa pale. Mama, ndio na waona wachawi wako pale. Sema mwanangu. Mama anapewa hela. Ziwa hili nilinyonya, kula hela. Ziwa hili nikanyonya, kula hela. Mama anachanganyikiwa, anacheza mpaka kiduku. Ni kwamba mwanangu, wewe ndio wewe, hakuna mwingine kama wewe. Asijue tu kumbe wamekuja kumuua na yeye ahusike kuwa kafara ili hizo hela ziendelee kubaki hapo. Sasa akiwa anaingia naye ndani, huku anasema wachawi hao, wachawi wale, macho kodo inawauma. Anamsema pacha yake ambaye yuko pale na mwanae. Mara mtoto akashtuka. Akishtuka vile macho yake yakibadilika, tayari kuna message inakuja. Message ikaja, anaambiwa mama, wai uende kamuokoe mama yako. Amekuja kambili kumuua mama yako. Mama yako anatakiwa usike tena kwenye kafara. Ameletewa gauni. Kalichukua hilo gauni, nenda ukalichimbie kule shambani. Hakikisha mama yako asije kalivaa hilo gauni. Akilivaa tu amekwenda na mma. Zingatia. Bwana we, binti alivyopewa ujumbe kaingia ndani moja kwa moja. Mama anashangaa, Kaima nini? Mbona tena unaanza kuona wivu? Mwanangu amekuja kuniona, ameniletea zawadi. Unakuja hapa na macho yako ya hasira ya nini? Kambili anamwambia Kaima, dada yangu, nikikuona na kuona una jealous. Nini kinachokuuma? Mbona unateseka? Hebu tuache tufurahi na mama yangu. Huyu akamwambia, wewe, hebu sema ulichokuja kukifanya. Unataka kumuua mama, si ndio? Umekuja tena kumtoa mama kafara kama ulivyomuua baba, si ndio? Wewe umechanganyikiwa. Mwanao ndo alomuua baba. Mimi nimuue mama wa nini? Hii nguo nimenunua ya bei kwa ajili ya kumpa mama yangu avae. Wewe inakuuma, nguo imetoka Dubai. Binti akaikwapua nguo akaondoka nayo. Anakimbia anasepa hii nguo ikachimbiwa huko, maana anajua mama akivaa tu hii nguo ndo msiba wake. Kambili akatoka nje na bastola. Simama hapo hapo na kupasua ubongo sasa hivi. Mama alijua kama masiala. Kambili kabidi asimame anyoshe mikono juu, maana anajua hapa naweza nikapigwa hata gani ya kichwa. Simama hapo hapo. Unakimbia unaenda wapi? Endapo kama ukikimbia na kupasua kichwa. Kaima akaona siwezi kusimama mamangu afe kizembe na mtizama kama ulivyomuua babangu. Natembea. Akakimbia zikagongwa shaba kama 3 zote zikamkosa. Mama akashangaa. Kwa nini mpaka unataka kumuua dada yako hivyo? Kwani shida ni nini? Mama, lile gauni limeletwa kutoka Dubai na mkweo. Amenunua milioni 20 naira. Kwa yule analiiba aende akaliuze. Mimi siwezi kukubali. Hicho kitu kimeniuma sana. Mama akaona, wow, milioni 20 naira. Huyu mtoto kumbe ni mchawi. Mala mjukuu wake akasema, ni uongo, umemletea avae ili afe umtumie kwenye kafara. Unadhani hatujui? Tayari hilo nalijua. Alimfuata, maana anachokiongea huyo mtoto ni ukweli na ndivyo ilivyo. Alifuatwa binti hadi Kabo. Unaongea kitu gani? Mchawi mkubwa baada ya kumuua babangu. Mama ameshaenda kufanya zoezi ambalo aliambiwa alifanye na mwanae. Tayari ameshalifukia lile gauni, maisha mengine yanaendelea. Mama akarudi hapa akamwambia huyu Kaima na mwanae, sikilizeni, baada ya kuninyang'anya nguo yangu ya thamani niliyoletewa na mtoto wangu, umedhihirisha wivu wako. Sasa sikiliza, hapa ni nyumbani kwangu. Hakuna baba yako na mimi ndo mama niliyebaki, ndo mwenye huu mji. Naomba muondoke na kwangu. Siwataki tena. Nataka nikae mwenyewe. Naomba ondoka na mwanao. Sitaki tena muendelee kubaki hapa kwangu. Toka.
Bibi unatufukuza? Ndio, ondokeni, sitaki kabisa kukaa na watu wachawi. Mnataka mje mniua, si ndio? Si mnanionea wivu mimi, nawauma kuona mwanangu ananisaidia, ananiletea vitu vizuri, mnateseka. Ondokeni. Ikabidi wabebe mabegi yao waondoke, maana ameshafukuzwa nyumbani pale, hataki kuonekana pale. Kumbe bwana Kambili anawatafuta na kijalamba chake. Yuko barabarani anawatafuta awakamate tu, waseme gauni liko wapi, maana bila lile gauni kupatikana ni lazima Kambili atakufa. Kufa ni kitu ambacho Kambili hataki kusikia. Yuko tayari auwe wote, abaki peke yake. Bwana wakatekwa hapa na hao majambazi. Kapambana, mwisho wa siku mama akawa amepigwa na ametekwa. Watu wameondoka naye. Amepelekwa wapi? Ni mpaka gauni lipatikane. Alipona mtoto. Sasa mtoto anajua mama yake tayari ametekwa. Sasa wanafanya kitu gani? Ikabidi aondoke mpaka kule ambako mama alifikia. Ana uwezo wa kujua mama alifikia wapi. Akafukua lile gauni, alafu akampigia simu mama yake mdogo. Akamwambia njoo tukutane nikupe gauni lako, lakini sharti njoo na mama yangu. Nataka mama yangu umwachie. Alipofika hapa, gauni liko wapi? Nipe gauni. Akamwambia nipe kwanza mama yangu. Ukinipa mama yangu nakupa hilo gauni. Mama akaachiliwa huru. Akakumbatiana na mwanae. Mwanangu, kuna nini kinachoendelea? Mtoto akamwambia mama, wewe ni muhimu kwangu kuliko kila kitu. Ni lazima nipambane kukuokoa. Mtoto akaenda akalileta gauni akampa mama yake mdogo. Baada ya kumpa mama yake mdogo lile gauni, ina maana sasa mko tayari kwenda kumuua bibi. Kama mnataka kumuua, mtajua nyewe wenyewe. Nendeni mkamuue. Wakapanda gari wakaondoka. Bwana vijana wameshatumwa tayari kumtafuta bibi. Achukuliwa avalishwe gauni kivyovyote vile, hata kinguvu, maana muda umeshaisha. Kambili atakufa muda si mrefu, na kufa ndo hataki. Bwana Kaima hakutaka kupoa. Kamteka mama yake, kampiga kamba, nampeleka mzobe huko mapolini kwenda kumficha. Mama nakulani wewe mtoto, utalaniwa uzazi wako wote. Kaima, unaniteka mimi, kwa nini unanipeleka mpera? Usinisukume mpera. Tulia, twende huko. Kumbe wanafanya hivi kwa ajili ya kumuokoa. Mara Kambili akampigia simu Kaima. Akamwambia Kaima, najua wewe unajua nini kinachoendelea. Sikiliza dadangu, mimi nakufa. Naomba uje tuonane tuongee kindugu. Hii sio kutekana. Njoo tuongee kindugu. Kaima akaenda kuongea na Kambili. Kambili anamwambia Kaima, mimi nakufa. Kwa nini uniache nife? Sikiliza, chukua hizi hapa hela. Hizi hela zinaweza kubadilisha maisha yako na maisha ya mtoto wako, mkaishi maisha makubwa na mazuri. Naomba nisaidie, unipe mama yangu tu. Wewe nipe mama, baki na hizi hela, ishi maisha yako, mimi nikamfanyie mama anachotaka kumfanyia. Binti akaambiwa, hivi kweli unataka kumuua mama ambaye amekaa na sisi tumboni miezi 9, ametuzaa kwa uchungu, ametulea, leo unataka kumtoa kafara ili wewe uishi? Akasema ndio, wazee acha wafe, sisi tubaki. Mbona kuna wakina mama kibao wanajitoa kafara kwa ajili ya watoto wao waishi vizuri? Kwa nini mama yetu acha afe? Ameshakuwa mtu mzima, sisi tuendelee kuishi vizuri. Hela hizi hapa. Kaima akaona hili alichowezekana mimi kumtoa mama yangu hii ni ngumu, akamkataa, anaondoka. Sasa huko binti alikobaki na bibi yake, mara akaja mtu amevaa kama mama yake. Alipofika akasema, nataka tumchukue mama tumpeleke mjini, kuna rafiki yangu mmoja hivi ataenda akae kule kuliko kukaa naye huko polini, mama atakufa. Binti kwa kuwa ana uwezo mkubwa akaona kabisa huyu sio mama yangu. Akachukua mchanga, alivyomwagia mara akawaka moto na akayeyuka, akaondoka. Bibi ndo anazidi kumuona huyu mtoto ni mchawi kabisa. Muda si mrefu mama yake anafika hapa. Mama alivyofika, bibi analalamika, kweli mtalaniwa wewe na mtoto wako anafanya uchawi mbele yangu namuona. Sasa yule alomwagiwa mchanga ni nani? Alikuwa amejibadilisha kwenye taswira ya mama yake, na yule binti ni mganga, ndo alikuwa amekuja kusaidia hii bato. Mganga mwenyewe kachemka, ngoma imekuwa ngumu. Kambili amerudi mpaka kwa mganga. Nifanye nini? Nimechemka. Mganga anakasirika kinoma. Sitaki kuingizwa kwenye ugomvi wako. Ugomvi wako ni mzito kweli. Nimeenda kujaribu huko kinoma, nimejikuta nguvu ni nzito mpaka nimechanganyikiwa. Pambana, una masaa 24, bila hivyo unakufa. Hawa huku bwana, ngome imekuwa ngumu. Wametumiwa polisi na wamekamatwa akiwa na huyu bibi, wamempiga mateka. Amemteka mama yake, kwa amekamatwa na polisi, wamerudishwa mpaka mjini kwa Kambili, maana Kambili ndo aliowatuma hawa polisi. Sasa baada ya kufikishwa huko, mama anakabidhiwa mikononi kwa Kambili, ambako ndo mikono salama, na mama alisema huyu ndo mwanangu ambaye hapa ndo mikono salama. Hawa wengine walikuwa wananiteka tu, sijui walikuwa wanataka kunifanya nini. Kambili akatoa amri kwa hawa polisi, wawafunge hawa watu kwa sababu ni watekaji, walikuwa wamemteka mama yake. Wafungwe, wasitoke. Hayuko tayari kulipa gharama yoyote ili mradi hao waishie huko Segerea, wasitoke. Watu kweli wakapigwa nondo. Binti anamwambia mama yake, nimepambana sana na uwezo alionipa Mungu nimeshindwa kumsaidia bibi, hatimaye tukitoka huko tutakuta bibi ameshakufa tayari. Binti anaanza kulitafuta lile vazi amvalishe mama yake.
kimbembe tena, vazi alionekani ndani. Kwani ile gauni liko wapi? Heka heka, yamebaki masaa mawili mtu afe, alafu gauni alionekani. Kashuka huku chini kamkuta mmewe. Nilikweka gauni kule chumbani, lile gauni limechukuliwa wapi? Jamaa akasema nguo zote nilikusanya na nikampa yule anayetufulia, atarudisha kesho. We, kesho haiwezekani. Hebu nipe funguo za gari niende. Akaenda kumfuata huyo mtu ampe hilo gauni linatakiwa sasa hivi. Sasa mama anajiuliza mbona gauni linatafutwa hivi? Yaani nikipatikana tu linatafutwa gauni nivalishwe. Kwani ni nini? Mama akiwa hapa anatembea tembea nje ya nyumba, mara mumewe akamtokea na akamwambia, kwa nini umekuwa hivi? Umenikasirisha sana, umenikwaza sana. Kwa nini unampuuza mwanangu Kaima pamoja na mjukuu wangu? Wanakuonesha hadi mwanga unashindwa kuona ushtuke. Hivi haushtuki? Sikiliza, Kambili ndo aliyeniua na sasa hivi anakuwinda wewe akuue akutoe kafara kama alivyonitoa mimi. Shtuka, anayekuokoa ni Kaima na mtoto wake. Kambili anataka kukuua. Kimbia mbali na yeye, usiwe karibu naye kabisa. Mama kumbe alikuwa amekaa hapa sitting room, usingizi ukampitia na hiyo ndo ndoto aliyoipata. Sasa hii ndoto inamuonesha kuwa yuko kwenye hatari. Mama anafanya kitu gani? Anasikia honi. Kambili amesharudi tayari, ameshalipata hilo gauni. Mama, mama, anaita huko chini, huko anakuja. Mama alivyosikia sauti ya mwanae inaita, mama akatafuta kona, ile binti anaingia, mama naye kashuka kasepa. Binti kuingia ndani, mama hayupo, mama anatafutwa. Mama akajileta mpaka kituo cha polisi. Akasema ukweli, jamani naombeni, mimi ndo niliyekamatwa na nikasema mloa kamata huko ndo alioniteka, lakini ukweli ni kwamba mlie nikabizisha kwake ndo anayetaka kuniua. Hawa walokuwa wameniteka ndo wanaotaka kuniokoa. Naombeni muwafungue kwa sasa hivi kwa usalama wangu. Naombeni hata mnifungie na hao walokuwa huko ndani, ili mradi tu nizungumze nao, maana hao ndo wanaweza kuniokoa mimi. Nitakufa muda si mrefu. Mlinikabidhi kwa mtu ambaye anataka kuniua. Niko hatarini kufa sasa hivi. Mama akaingizwa mpaka Lupango, akaanza kuzungumza na mwanae Kaima. Anamwomba msamaha pamoja na mjukuu wake. Najua hamtakuwa na moyo wa kunisamehe kwa yote niliyofanya. Nimeshafanya mengi mabaya, nikiamini nyie ndo wabaya, kumbe nyie ndo wema. Naombeni mnisaidie, mnisamehe, turudi nyumbani. Muendelee kuniokoa, maana najua kabisa niko mbioni kufa na mwanangu yule anataka kuniua. Bibi ameshaujua ukweli. Atalivaa hilo gauni itakuwa ni ngumu. Mama anakimbia kimbia akakutana na mganga. Mganga anamwambia masaa yako yameisha kufa, inatakiwa ufe, maana hata mama yako ameshajua ukweli. Namna gani utamvisha hilo gauni itakuwa ni ngumu. Binti anasema hapana, nipe nafasi nyingine nitaweza. Nina masaa mangapi yamebaki? Binti anaambiwa una risali moja limebaki. Anasema hilo risali moja linanitosha, nitaongea na mama yangu atalivaa hii nguo. Tayari binti akawa ameondoka na mama yake kutoka pale Lupango pamoja na mjukuu wake, wamerudi mpaka nyumbani. Sasa ile wamefika tu nyumbani, binti akamwambia mama yake, mama, nenda kwenye kile kilinge cha ule mganga ulipopelekwa siku ya kwanza na mama mdogo. Nenda hakikisha unapambana na ule mganga, unamuua. Bila kumuua yule mganga tutafeli. Kuna kitu mama alipewa hicho, akimpiga nacho ule mganga, yule mganga anakufa. Mama ikabidi aende kupambana na mganga. Binti ikabidi aachwe hapa mlinde bibi yake asije akavalishwa lile gauni kivyo vyote vile. Yani wamegawana majukumu. Muda si mrefu Kambili amefika. Kambili alivyofika, namna ya kumvisha mama yake hii nguo ikawa ngumu. Kambili akapiga chini magoti. Mama akamwambia, kwa kumbe ulimuua mume wangu na sasa hivi unaniwinda unitoe kafara mimi uniue. Wewe mtoto, nilikuwa naamini wewe ndio unanipenda, kumbe wewe ndio unataka kuniua. Binti akasema, mama, sasa hivi nina risali moja la kufa. Mimi ni mtoto wako. Naomba mama ufe badala yangu. Mama, ulisema hautatamani kuona watoto wako wanakufa na wazika wewe ukiwa upo hai. Naomba mama unisaidie sasa hivi wewe ufe kwa ajili yangu mimi nibaki. Mama nakufa huku unanitizama. Naomba uvae hii nguo mama ili ufe tu kwa ajili yangu. Wazazi kibao wanajitoa kafara kwa ajili ya watoto wao waishi vizuri. Kwa nini wewe mama usifanye hivyo? Mama naomba ufe na kuomba, niko chini ya miguu yako. Wewe mjukuu akasema haiwezekani. Bibi yangu hawezi kufa kwa sababu ya tamaa zako. Wewe si una tamaa ya hela, si una tamaa ya wanaume wenye mali. Sasa sikiliza, kufa mwenyewe ndio loko una tamaa. Hizo pesa ulikuwa unatumia mwenyewe, kufa mwenyewe. Hatuna shida na hela zako. Bibi usivae hiyo nguo. Binti akasema naongea na mama yangu. Unaongea kama nani? Huyu ni mama yako. Mimi naongea na mama yangu. Mama nisaidie mama, nakufa mwanao mama. Nimebakiza dakika chache mama, nakufa. Nisaidie, nitakufa mbele yako huku unaniona. Mama nakuomba. Binti analia sana. Huu dada yake ameshafika kwa mganga. Mapambano yanaendelea na mganga. Kuna kitu akimchoma nacho huyu mganga tayari anakuwa amemuwini mganga. Sasa je, ataweza? Maana huku bato ni ngumu. Kule binti anaomba mama kubali kuvaa nguo ili afe, huku mganga wanampambanisha ili wamuue, ili waone namna gani wataokoka. Mama anaamua kumsaidia mwanae, yuko tayari kuvaa hii nguo afe tu mwanae apone. Mjukuu anagoma, haiwezekani bibi yangu afe, mimi namtizama. Bibi, mimi nipo kupambana kuhakikisha na kuokoa. Mimi sipo hapa kuhakikisha na kushuhudia unakufa. Bato ilikuwa ni ngumu ya kutosha. Mama huku kapambana akahakikisha mpaka akamuua mganga, tayari mganga kadondoka. Huyu binti naye hali imekuwa mbaya, na yeye pia anadondoka chini. Maana mganga kafa, muda umeisha, mama kuvaa gauni imekuwa ngumu. Tayari hakuna namna.
Binti anarudi nyumbani, tayari binti amekufa. Anamwambia mama, nisamehe, nilifanya kwa sababu ya tamaa, hatimaye na kufa mbele yenu huko mnaniona. Na kweli binti akawa amekata moto pale pale. Familia ililia sana, ilikuwa ni majonzi, huzuni, hakuna namna. Ameleta tamaa, hatimaye tamaa imeondoka na yeye. Sasa wewe unaendelea kuniambia unataka pesa za uchawi, hebu endelea kunisumbua tu, nikupe namba za watu watakaokupa hela za uchawi, alafu uone utakavyokufa na hizo pesa hujazifaidi. Endelea kubaki na mimi wanangu, hii ni Movebank 1. Endelea kubaki na mimi, subscribe, turn on notification bell. Babu, nina kazi kali, kuendelea kunisikiliza kwa makini uone kila sana dondosha mawe. Bye bye.